Usiku mmoja, kijana mmoja alikaa peke yake kwenye chumba kidogo cha kupanga. Alikuwa hana pesa, hana kazi, na simu yake ilikuwa na 1% battery tu. Lakini ndani ya dakika 30 zilizofuata, kitu kilitokea kilichobadilisha maisha yake milele. Swali ni moja tu. Je, wewe ungefanya nini kama ungekuwa yeye? Karibu kwenye Maarifa Academy, sehemu ambapo hadithi hubadilisha maisha. Kama unapenda motivation, inspiration na maarifa yatakayobadilisha maisha yako, bonyeza subscribe na uwashe kengele ya notification, kwa sababu leo utajifunza somo ambalo linaweza kubadilisha maisha yako milele. Miaka michache iliyopita, kulikuwa na kijana aliyeitwa Daniel. Daniel alikuwa na ndoto kubwa sana. Alitaka kuwa mtu mkubwa maishani. Alitaka kusaidia familia yake. Alitaka kutoka kwenye maisha ya umaskini. Lakini maisha hayakuwa rahisi. Aliomba kazi zaidi ya mara 50. Hakupata hata moja. Marafiki zake walikuwa wakimcheka. Wengine walimwambia, wewe hutofanikiwa maishani. Maneno hayo yalimuumiza sana. Usiku mmoja, Daniel alikaa kitandani akiangalia dari la chumba chake. Alijiuliza swali moja. Labda kweli mimi sifai kufanikiwa. Huo ndio ulikuwa usiku mbaya zaidi wa maisha yake. Lakini ghafla, kitu kidogo sana kilitokea. Simu yake ilitoa notification. Ilikuwa ni video moja ya motivation. Ndani ya video hiyo, mzungumzaji alisema maneno haya: maisha yako hayatobadilika mpaka wewe ubadilike. Maneno hayo yalimpiga Daniel kama radi. Alikaa kimya kwa dakika kadhaa. Kisha akasema, kuanzia leo, sitokata tamaa tena. Usiku huo huo, Daniel alifanya maamuzi matatu yaliyobadilisha maisha yake milele. Lakini kuna kitu cha kushangaza sana. Ndani ya miezi 6 tu, kijana yule aliyekuwa hana kazi alikuja kuwa mtu aliyekuwa akipata mamilioni ya pesa. Swali ni, alifanya nini tofauti na watu wengine? Na kwa nini watu wengi wanashindwa kufanya kitu hicho? Katika sehemu inayofuata, nitakuambia maamuzi matatu yaliyobadilisha maisha yake. Na moja kati ya hayo inaweza kubadilisha maisha yako pia. Daniel hakulala usiku huo. Alikaa kimya kwa muda mrefu sana. Ndani ya kichwa chake kulikuwa na vita kubwa. Upande mmoja wa akili yake ulimwambia, achana na ndoto zako. Maisha hayawezi kubadilika. Lakini upande mwingine ulisema, jaribu mara moja tena, hata kama ni mara ya mwisho. Usiku huo, Daniel alichukua daftari lake na akaandika maamuzi matatu. Maamuzi ambayo watu wengi hawathubutu kuyafanya. Aliamua kuacha kuishi maisha ya kawaida. Alijiuliza swali moja: kwa nini ninafanya vitu vile vile kila siku, lakini nataka matokeo tofauti? Siku iliyofuata, Daniel alianza kuamka saa 11 alfajiri. Wakati watu wengine bado wamelala, yeye tayari alikuwa anasoma vitabu na kujifunza skills mpya. Kila siku, hakukosa hata siku moja. Aliamua kuacha kusikiliza watu wanaomkatisha tamaa. Kuna watu walimcheka, walimwambia, wewe unaota ndoto kubwa sana. Lakini Daniel aligundua kitu muhimu sana. Watu wengi wanaokukatisha tamaa ni watu ambao hawajawahi kufanya kitu kikubwa maishani. Kwa hiyo, alianza kujizunguka na maarifa badala ya maneno ya watu. Alisikiliza podcasts, aliangalia video za motivation, alijifunza kila siku. Huu ndio uamuzi uliobadilisha maisha yake kabisa. Daniel aliamua kuanza hata kama hakuwa tayari. Hakuwa na pesa, hakuwa na vifaa bora. Lakini alianza kutumia simu yake tu. Alianza kutengeneza content mtandaoni. Video ya kwanza ilipata views 12 tu. Video ya pili views 25. Video ya tatu views 40. Lakini Daniel hakukata tamaa. Aliendelea kupost kila siku. Wiki zikapita, miezi ikapita. Halafu siku moja, kitu cha ajabu kilitokea. Video yake moja ililipuka mtandaoni. Ndani ya siku chache ilipata views zaidi ya 100,000. Maisha yake yakaanza kubadilika. Lakini kuna somo moja kubwa sana hapa. Watu wengi wana ndoto, lakini watu wachache sana
wana nidhamu ya kuifanyia kazi ndoto hiyo kila siku. Tofauti kati ya waliofanikiwa na walioshindwa si bahati, ni maamuzi wanayoyafanya kila siku. Sasa nataka nikuulize swali moja muhimu sana. Je, wewe uko tayari kufanya maamuzi ambayo watu wengine wanaogopa kufanya? Kwa sababu maisha yako yanaweza kubadilika kuanzia leo. Lakini ni kama tu utaamua kutokata tamaa. Baada ya video yake kupata views zaidi ya 100,000, kila kitu kilianza kubadilika haraka sana. Watu waliokuwa wakimcheka zamani, sasa ndio walikuwa wakimtafuta. Wengine walimwambia, Daniel, ulipataje bahati hiyo? Lakini Daniel alitabasamu tu, kwa sababu alijua kitu ambacho watu wengi hawakujua. Haikuwa bahati, ilikuwa ni kazi ya kimya kimya ambayo hakuna mtu aliyeiona. Watu waliona tu mafanikio yake, lakini hawakuona usiku aliokesha akijifunza, siku alizokosa usingizi, video nyingi zilizoshindwa kabisa, na maneno mabaya aliyosikia kutoka kwa watu. Watu wengi huona matokeo, lakini hawataki kuona safari ya mateso. Siku moja Daniel alipokea meseji kutoka kwa mama yake. Mama yake alimwandikia, mwanangu, najivuni sana kwa sababu hakukata tamaa. Daniel alisoma meseji ile na macho yake yakajaa machozi, kwa sababu hapo ndipo alipogundua kitu kikubwa sana. Mafanikio ya kweli sio tu kuwa na pesa, sio tu kuwa maarufu. Mafanikio ya kweli ni kubadilisha maisha ya watu wengine. Daniel aligundua safari yake haikuwa kwa ajili yake tu, ilikuwa pia kwa ajili ya watu ambao walikuwa wanapitia changamoto. Labda unafikiria kuwa ndoto yako ni ndogo. Labda unahisi kuwa hakuna mtu anayejali unachofanya. Lakini ukweli ni huu. Huwezi kujua nani anahitaji inspiration kutoka kwako. Kuna mtu mahali fulani duniani anaweza kubadilisha maisha yake kwa sababu ya stori yako. Kwa hiyo, usiache ndoto yako. Usiache safari yako. Kwa sababu ndoto yako inaweza kuwa mwanga wa tumaini kwa mtu mwingine. Bonyeza subscribe na uwashe kengele ya notification.